Ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, leo tutaangalia hotuba 5 zilizotikisa zaidi za Emmanuel Nchimbi kabla hajajiuzuru. Hotuba 5 bora zilizotikisa zaidi za Emmanuel Nchimbi kabla hajajiuzuru. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja, tuanze na namba 5. Kura chuma hicho. Nilipotangaza kwamba sigombei tena ubunge wa jimbo la Songea mjini, siku ile ile walinipigia simu watu wawili. Wa kwanza kunipigia simu alikuwa rafiki yangu mzee Steven Masato Wasira. Ndio ilikuwa simu ya kwanza. Akasema, Emmanuel mdogo wangu, hivi umepata wazimu? Nani kakwambia siasa tunastaafu? Wewe unakuwa mpinzani wa demokrasia. Demokrasia unagombea, ukishindwa unashukuru, ukishinda unashukuru. Na ukishindwa uchaguzi ujao unarudia tena. Sasa mambo gani unaanzisha wewe? Nikamwambia, mzee, mimi nimeamua kupumzika. Sema, hii habari haiwezekani kabisa. Tena kwa heri, sitaki kuongea na wewe. Mzee akakata simu. Baada ya simu yake kuisha, ikapigwa simu ya marehemu John Pombe Magufuli ambaye naye alikuwa rafiki yangu. Kaambia, mtani, hivi nilivyosikia ni kweli au wanasema uongo? Umesema unapumzika siasa? Nikamwambia, ni kweli. Sema, katika umri huo mimi sijapumzika, nimekuzidi miaka 10. Unapumzikaje wewe? Nikamwambia, nimeamua kupumzika. Sasa nina nafasi 10 za wabunge wa kuteuliwa. Maana wakati ule alikuwa ni mgombea tayari wa CCM, hajachaguliwa bado. Sasa nina nafasi 10, nitakupa moja. Nikamwambia, mzee, nataka kupumzika. Akasema, haya bwana, wewe pumzika. Tukakubaliana. Lakini nimekaa kwenye nje ya nafasi yoyote ya uongozi kwa mwaka mzima. Siku moja akanipigia simu. Hayo mapumziko hayajaisha wewe mtani? Nikamwambia, hapana, nimeamua kupumzika. Sema, haya, asante. Kesho yake nimetangazwa balozi Brazil. Sasa mzee, mbona mbabe? Mimi mwambia nataka kupumzika. Huu balozi unatoka wapi tena? Sasa katika mazingira yale, basi nikamwandika. Maana watu ambao hawakuwa karibu na Magufuli walikuwa wanafikiri muda wote anakomaa tu na jambo, lakini Magufuli alikuwa anapenda sana kubishana. Na ukiwa akisema jambo lake, ukianza kubishana naye, mkabishana kwa hoja, anakuwa anapenda kukuchokoza mara kwa mara, mbishane. Sasa na mimi nilikuwa kati ya wale ambao tunachokozana kila siku. Wanaokumbuka tulikuwa bungeni pale, zile siti tunazokaa kwenye bunge zinakwenda watu sijui 15 20, mwisho mnakuwa wawili chini na 1000. Ile wawili tulikuwa tunakaa mimi na yeye kwa miaka 3, tulikuwa wawili tu. Na mimi nilikuwa napenda, mnakumbuka kama mliona wakati fulani akinibebesha mapipi mengi kwenye picha. Sasa mimi nilikuwa wakati ule bado mdogo sana, miaka 31 32 huko. Tunawekewa vile vibakuli vya pipi. Sasa yeye alikuwa hapendi mambo ya pipi. Mimi nilikuwa nabeba zake na zangu. Nikishakula zangu na zake naweka mfukoni, naenda kula taratibu nje. Sasa kawa rais, tuko Ikulu kwenye shughuli pale, nikachukua pipi moja, alipoleta akasema, acha utapeli, mimi nakujua, beba zote. Sasa aliponipa ubalozi ule, nikamtumia ujumbe. Sasa umeshateuliwa, uanze tena kubishana. Kwamba mkuu, nakushukuru sana kwa heshima ulionipa, nitakwenda kuifanya hii kazi. Akanijibu kwa message. Lete simu yangu niwaonyeshe. Nilitunza ile message na familia niliwaonyesha. Na waonyesha kwa sababu watu wengine wamfahamu vizuri. Hii hapa message yake. Anasema hivi: Mungu atakusaidia. Siwezi kukutupa mdogo wangu. Nilikwisha ahidi kwako na mimi ni pamoja na wewe. Haijalishi yaliyopita yamepita. Wewe bado ni kijana.
siwezi kuharibu future yako. Natambua kazi nzuri ulizofanya kwa nchi hii. Kutofautiana mawazo na kubishana sio uadui. Salamu kwa familia. Mimi nilichotaka kushare na nyinyi leo, siwezi kuharibu future yako. Siwezi kuharibu future yako. Na hakika alipo Magufuli leo, akitazama kwamba mtu aliyeteuliwa na rais kumwakilisha kwenye mazishi ya mama yake mzazi ni mtu ambaye yeye aliilinda future yake. Haya, sasa tuangalie namba 4. Kura chuma hicho. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi. Hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana CCM ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja, kwa sababu ni ujinga tu. Kwa sababu vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwaombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, na hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani. Leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, wa Kristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani tu katika mikoa yote, katika wilaya zote nchini. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo. Na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Isikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi kwa nchi yetu. Mababa askofu, niombe kuwahakikishia, sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu. Ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo, ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yenu. Msituache katika maombi yenu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke. Sasa nikupeleke namba 3. Kura chuma hicho. Kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Haya, sasa nikupeleke namba 2. Kura chuma hicho. Emmanuel John Nchimbi, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Sasa tukaangalie namba 1. Kura chuma hicho. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mheshimiwa Hamis Ramadhani, Jaji Mkuu Zanzibar. Mheshimiwa Deo Mwanyika, Mwakilishi wa Spika. Mheshimiwa Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu. Mheshimiwa Dr. Desina, Rais
mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Mheshimiwa Dr. Sharozi Migiro, katibu mkuu wa CCM na viongozi wote wa CCM walioko hapa, waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, viongozi wote mlioko hapa na wengine wote waliotajwa katika itifaki zilizotangulia, na ndugu wananchi. Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii. Wane usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana.